na ninyi mnayajua, na kuna mambo ambayo Mtanzania yeyote anayajua ambayo hahitaji shule kuyajua, na mambo ambayo kila mtu ni shahidi anayajua. Sasa kwa jukumu hili nililopewa, niliona mapema nitembelee chombo hiki ili tuweze kuchukua uelekeo huo. Jambo la kwanza ninalolijua, najua maeneo ambayo fedha ya umma huwa inaweza kupotea. Sio kila eneo linavuja. Tuna maeneo ambayo yana matobo mengi, naweza nikasema. Tunayo maeneo hayo, na inawezekana Watanzania wengine wasiyajue, na inawezekana pia hata watunga kanuni hizi wanaweza wasiyajue, ama watengeneza matamko haya wanaweza wasiyajue. Madhara yake, tunaweza tukawa tunatekeleza kikamilifu swala la matamko kwa viongozi wa umma. Tunaweza kuwa tunatekeleza kikamilifu swala la matamko kwa viongozi wa umma, lakini uhalisia wake, masuala ya ukosefu wa maadili yakaendelea na yenyewe kikamilifu, masuala ya rushwa yakaendelea kikamilifu, huku tunatekeleza sheria kikamilifu. Moja ya sababu itakuwa ni hiyo. Tulipopeleka tamko ndipo panapovuja zaidi, ndipo penye matobo zaidi. Fedha ya umma 75% na kuendelea ni manunuzi. Asilimia 75 na kuendelea ya fedha ya bajeti ya serikali kila mwaka ni manunuzi. Ni mambo yanayohusiana na manunuzi, mikataba kila mwaka. Na kuwatajia eneo mojawapo ambalo lina matobo mengi. Sisi kwenye sheria yetu, sheria namba 13 ya mwaka 1995 kama ilivyoboreshwa sheria namba 5 nadhani ya mwaka 2001, tamko hili linatolewa kwa viongozi wa umma. Watumishi wengine wa umma wanatoa hati, wanakuwa na hati ambayo haiwalazimishi kuweka wazao. Mheshimiwa Waziri, hili